Leo karibu katika uchambuzi wa kitabu cha The 48 Laws of Power, na leo tutazungumzia sheria namba 4 ambayo inasema always say less than necessary. Sheria hii inatuasa kwamba tuache kuzungumza maneno mengi kuliko maneno ambayo yanahitajika. Tambua, kupitia mazungumzo ndipo unapata heshima au kudharaulika. Binadamu mara nyingi anautumia mdomo wake kujijenga ama kujibomoa. Make sure kwamba unazungumza maneno machache kuliko yanayohitajika. Ukiongea machache, faida yake mojawapo ni kwamba watu watakuheshimu kwa sababu unazungumza maneno machache. Probably maneno hayo pia ni ya busara. Unaweza control ulimi wako. Make sure una control ulimi wako usije kukubomoa. Lakini pia unapozungumza maneno mengi unakosa control, kwa sababu watu wanakujua nje ndani na ni rahisi pia kucontrol wewe. Yaani baadaye kucontrol utakuwa na control wewe kirahisi, kwa sababu wanajua unazungumza sana na wanajua udhaifu wako, siri zako na kila kitu umeshawaambia watu. Kwa hiyo wakitaka kuwataki wewe ni rahisi kuwataka, sababu kama unaofahamu life is all katika mazingira ya kawaida. Sasa na mazingira unaishi wafanye watu wazungumze zaidi kuhusiana na wao wenyewe kuliko wewe kuzungumza. Wanapozungumza zaidi kuhusiana na wao wenyewe, maana yake ni kwamba unapata kujua udhaifu wao, unapata kujua strengths zao, lakini pia unapata kujua nini wanapenda na nini hawapendi. Sasa ukishamfahamu mtu kwa lengo hizo, ni rahisi pia kuweza kumcontrol mtu namna hii kuliko mtu ambaye umfahamu kabisa. On the other hand, make sure kama watu hawakujui, wanakujua kwa uchache sana kiasi kwamba hawajui unapenda nini, unachukia nini, udhaifu wako ni upi na strength yako ni ipi. Lakini pia binadamu ana tabia kutafsiri kila neno ambalo wewe utalizungumza. Kwa hiyo ukizungumza maneno machache kwenye public let's say, binadamu ana tabia kuchukua hayo maneno na kuenda kuyatafsiri kwamba huyu amemaanisha nini kwenye hiki alichokizungumza. Ukizungumza maneno machache ambayo yana heshima na busara, watu watakuheshimu kwa sababu watakuwa wameyapa maana yale maneno ambayo umezungumza. Na kwa bahati mbaya tafsiri za watu huwezi kuzicontrol. Utaongea lakini tafsiri za binadamu wengine ambao watazifanya, kwa hiyo huwezi control. Lakini kuzungumza maneno mengi, watu wanaweza kutumia maneno hayo ambayo wamezungumza ya kijinga against wewe kwa siku za usoni. Tumeona viongozi hapa wakisutwa kwa maneno ambayo wamezungumza huko awali, kwa sababu walikuwa wako makini kwa binadamu watafsiri maneno na wanawauliza kama bana, vipi, kwa nini unazungumza maneno kama haya? Tunasema pia neno ukilitamka haliwezi kurudi mdomoni. Hiyo tukua makini na hilo, kwamba once you speak something you cannot unspeak it. Umeshazungumza tayari, huwezi tena kurudisha mdomoni. Umeshazungumza, watu wamejua. Kwa hiyo ukiongea ujinga, jua kabisa kwamba hakuna namna ujinga huo unaweza ukarudisha. Chagua maneno yako kwa umakini, fikiri kabla ya kutenda. Fikiri kabla ya kuzungumza. Yaani usio unazungumza lazima fikiri. Fikiri kwanza kabla ya kuzungumza, kwa sababu unaweza ukazungumza maneno ambayo yatatumika dhidi yako. Lakini tunasema pia the more you speak the more common you appear. Kadri unavyozungumza sana ndivyo unavyoonekana mtu wa kawaida sana. Watu wanakuzoea, wanakujua, hawana kitu kipi ambacho watataka kutoka kwako, kwa sababu umekuwa ukizungumza mno, huna jipya. Make sure unazungumza machache ambayo atafanya watu waendelee kuhitaji kusikia kutoka kwako. Unapozungumza sana pia una hatari kubwa ya kuzungumza vitu vya kijinga, lakini unapozungumza machache una nafasi kubwa ya kuzungumza vitu vya busara. Kwa hiyo hakikisha kama ni mkutano wa dakika 30 unazungumza na simu kwa watu wawili watatu, hakikisha unazungumza, yaani unakuwa mzungumzaji mdogo kabisa kuliko hao wengine, kwa sababu ukizungumza sana utaongea vitu vingine ambavyo havina point na utakuwa na reveal udhaifu wako. Acha wao reveal udhaifu wao na uweze kutumia against wao. Na pia kitu cha mwisho ni kwamba unapokuwa mchache wa maneno, ni vigumu pia binadamu kujua wewe unataka nini, taarifa gani unazitaka, na hilo ni vigumu wao kukudanganya. Ni ngumu sana binadamu kukudanganya endapo unakuwa mtu ambaye huzungumzi sana. Mwisho wa siku, ushauri wa mwisho ni kwamba licha kama sheria inakuambia usiongee sana, lakini pia hakikisha haui kimya, usiwe silent, kwa sababu silence inaenda katafsirika kama wewe ni dhaifu, wewe una uwezo, wewe ni mtu wa kawaida. Usiwe silent, zungumza lakini kwa uchache na maneno ambayo ni muhimu sana. Asante.